Kwanza nitoe shukrani kwa Rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wake, lakini kwa dhamira yake ya dhati katika kuboresha miundombinu ya kutolea huduma kwa wananchi. Na leo hii katika wilaya ya Momba tumekuja kukagua utekelezaji wa miradi miwili inayotekelezwa na taasisi yetu ya kupambana na kuzuia rushwa TAKUKURU katika wilaya hii ya Momba. Mradi wa kwanza ni ujenzi wa ofisi ambayo imegharimu takribani milioni 211 na ujenzi wake umekamilika kwa asilimia kubwa na jengo linatumika. Lakini hali kadhalika tumekuja kukagua mradi wa ujenzi wa nyumba za watumishi, nyumba 3 ambazo kila nyumba moja ina nyumba 2 ndani, yani 2 in 1, na tunatarajia familia 6 wataweza kuzitumia nyumba hizi, na ujenzi huu nao unatarajiwa kugharimu kiasi cha shilingi milioni 750 mpaka pale utakapokamilika. Lakini siku chache zilizopita mimi mwenyewe nilipokea gari jipya kabisa ambalo lililetwa kwa ajili ya matumizi ya wenzetu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa dhamira yake ya dhati ya kuweza kuleta mageuzi katika sekta hii ya utawala bora, kuhakikisha kwamba anaboresha miundombinu ya kutolewa huduma, hususan haya majengo ya ofisi, lakini hali kadhalika nyumba za watumishi, ili kuweza kuwarahisishia watumishi wa TAKUKURU waweze kufanya kazi katika mazingira yaliyokuwa bora, lakini hali kadhalika kuwasaidia wananchi waweze kupata huduma zilizokuwa bora. Lakini pia sio tu kuboresha hii miundombinu kwa lengo la wananchi kuweza kupata huduma bora, bali pia kuiwezesha taasisi hii iweze kufanya kazi yake kiufanisi, kwa sababu kama tunavyofahamu kwamba TAKUKURU ni chombo muhimu sana katika kuhakikisha kwamba wanasimamia utendaji kazi wa serikali, wa mamlaka mbalimbali za serikali, lakini hali kadhalika wanasimamia matumizi ya fedha za umma, kuhakikisha kwamba kila shilingi inayotolewa na serikali inakidhi matarajio yaliyokusudiwa. Lakini namshukuru sana na kuweza kumpongeza mkurugenzi mkuu Crispin Chalamila kwa kazi yake kubwa sana ambayo anaifanya ya kuweza kuiongoza taasisi yetu ya TAKUKURU, lakini hali kadhalika kuweza kuona umuhimu wa kuweza kuboresha miundombinu hii ya kutolea huduma za kiutawala katika mkoa wetu wa Songwe, lakini hususan katika halmashauri hii ya Momba au katika wilaya ya Momba. Kwa hiyo tunashukuru sana, na mimi kama kiongozi wa mkoa ninaridhika sana na namna ambavyo anaupatia kipaumbele mkoa wetu. Lakini hongera sana kamanda wa TAKUKURU mama yangu Frida kwa kazi kubwa unayoifanya ya kuweza kusimamia miradi hii ambayo imekuwa ikiletwa katika mkoa wetu wa Songwe. Na kama alivyotangulia kueleza Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwamba majengo ukiangalia yani kweli yanafanana kabisa na TAKUKURU, sababu kwa wakati mwingine kuna majengo ya taasisi nyingine ukienda kukagua ukiliangalia tu jengo unaanza kupata mashaka kwamba hili jengo likoje, lakini ukiangalia haya majengo jinsi yalivyo ni majengo bora, majengo imara, kwa hiyo yanafanana na kazi ambayo TAKUKURU mnakuwa mkifanya. Kwa hiyo naamini hata wengine watakuwa wanaiga mfano huo. Kwa hiyo hongereni sana kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Asante. Kwanza mimi nikukaribishe tena katika wilaya yetu, lakini kipekee ni mshukuru mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU kwa hatua ambayo ameichukua ya kujenga ofisi kwanza, lakini pia kujenga mradi wa nyumba za kuishi watumishi. Sisi kwetu wilaya ya Momba tunaona kwamba ameiongezea thamani makao makuu ya wilaya, na kwa ujumla ni kwamba huduma za TAKUKURU sasa zitakuwa ni rahisi sana kufikika ndani ya halmashauri yetu ya Momba, lakini na wilaya kwa ujumla, kwa sababu sasa kutakuwa hakuna excuse ya wafanyakazi kuja kukaa huku. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana hatua waliochukua, na niendelee kutoa wito kwa taasisi zingine ambazo zinahitajika kuja kukaa kwenye makao makuu ya wilaya, kwa waige mfano wa wenzetu wa TAKUKURU kwa hatua hiyo walioichukua, na hii inaonesha sasa kwamba kweli sura ya makao makuu sasa inaanza kuonekana. Lakini niwapongeze kwa usimamizi mzuri wa mradi. Nilikuja hapa mapema mwaka huu, hali haikuwa hivi.
Kwa spidi inayoiona hii pamoja na mazingira magumu ya hali ya hewa wakati wa mvua na barabara zetu na usafirishaji wa material, lakini kwa maendeleo haya naona ni hatua kubwa sana imepigwa. Kwa hiyo kilichobaki nadhani kimebakia ni kidogo, kwa mradi huu utakamilika kwa 100%. Niwapongeze tu kwa usimamizi mzuri wa miradi. Tunaona sasa mnavyosimamia miradi ya halmashauri na taasisi zingine, lakini mnaonesha mfano kwa miradi ambayo nyinyi miradi yenu nyinyi wenyewe ambayo inamalizika kwa ubora kabisa. Asante sana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Mimi nadhani ya kwangu ni hayo tu, karibu sana. Haya. Sana kwenye mradi wetu wa nyumba za watumishi hapa Momba. Awali ya yote napenda nikushukuru sana kwa sababu umeamua kuja kuona mradi huu ambapo watumishi wa TAKUKURU mkoa wilaya ya Momba ni kati ya watumishi wako wa umma, na umeona ni vema ukaja ukaangalia kitu kinachoendelea na pengine kuona jinsi mkurugenzi wetu mkuu ambavyo amependa kujali maeneo ya watumishi wanaokaa kwenye mazingira magumu. Mkurugenzi mkuu aliamua kujenga ofisi huku, na labda niseme tu kwa ufupi kwamba mkoa wetu wa Songwe una majengo mawili tu yanayomilikiwa na ofisi yetu ya TAKUKURU, ambapo ni jengo ambalo liloko Momba ambalo ni bora kabisa, lakini na jengo lile ambalo liko Mbozi ambalo ni jengo la zamani, na sasa hivi mwaka huu wa fedha tutaanza kujenga jengo jipya. Kwa hiyo kwa sababu ya mazingira yenyewe aliona kwamba hivi ni lazima tuanzie huku kujenga jengo la ofisi, lakini baadaye akaona kuna sababu kujenga nyumba za watumishi. Kwa hiyo napenda kumshukuru sana mkurugenzi mkuu kwa ajili ya hilo, na tumeendelea kusimamia mradi huu. Tumepata changamoto kidogo kwa sababu ya usafirishaji wa material, kwa sababu material karibu zote zinatoka ama Mbeya ama Mlowo. Kwa hiyo huku kunakuwa kidogo changamoto ya kuweza kufika hasa kipindi cha mvua. Lakini kwa sasa nyumba ziko kwenye asilimia 80 plus. Tunaamini ndani ya muda mfupi tutakuwa tumemalizia. Karibu sana mheshimiwa. Sato kutoka ofisi ya TAKUKURU wilaya ya Momba. Huu mradi tulipokea, huu mradi ni wa gharama ya milioni 750. Mpaka sasa hivi tumeingiziwa awamu 2 za fedha ambazo zimetufikisha mpaka hatua hii ya skimming. Kwa ujumla hapa kuna majengo matatu ya 2-in-1 ambapo kila nyumba moja ina vyumba 6, yani master bedroom ziko 2 na public ziko 2. Kwa ujumla huu mradi ulianza tarehe 22 mwezi wa 9 2025 mwaka jana. Kutokana na changamoto ya hali ya hewa kidogo na gharama za usafirishaji kidogo ndo zimetuchelewesha kufika mpaka hatua hii. Lakini so far ulikuwa mradi wa wiki 24. Lakini tukaomba extension ya muda ambapo tuliomba awamu ya kwanza, sasa hivi tunategemea kuomba awamu ya pili ili iweze kukamilisha mpaka hatua ya finishing. Kwa sasa hivi hatua tuliofikia tunaendelea na kazi za finishing na pamoja na rangi. Kama tuonyesha kwenye mchoro wa ramani, ya eneo letu ina mita 60 kwa 50 ambapo kuna majengo matatu. Umeona? Kuna main entrance, kuna jengo la kwanza ili ambao tumelitem kama lot 1. Jengo la pili ili hapa tumelitem kama lot 2. Na jengo la tatu ili tumelitem kama lot 3. Na kila jengo kwa usimamizi linasimamiwa na fundi wake. Kwa hiyo jumla hapa kuna mafundi 4. Kuna fundi anayetekeleza lot 1, kuna fundi anayetekeleza lot 2, kuna fundi anayetekeleza lot 3, na fundi mwingine yuko anatekeleza upande wa fensi pamoja na kibanda cha mlinzi na utengenezaji wa matenki, tanklizer.
ambapo mpaka sasa hivi so far tumefikia asilimia 85 ya ukamilishaji wa mradi. Na kazi nyingi zinazoendelea kwa jengo hili hapa la Lot 1 ni upande wa finishing wa tiles pamoja na rangi. Na ni tunajenga kwa force account. Tunajenga kwa force account. Sawa sawa. Karibu mkuu. Sawa. Ukiangalia ni bora kabisa.